Leo nimekuja kuambia hivi. Biashara si pale pa kupiga story. Wewe umetoka huko na story zako na umbea wako, umeona uniletee kwa biashara. My friend, pale kwa biashara yangu si pale pa story na si pale pa umbea. Kama wataka kupiga story na mimi, ni text WhatsApp. Niulize niko free lini tupige story. Lakini acha nikwambie hii ni mwaka mwingine. Hii mwaka ni mwingine. Usiniletee mambo zako yenye sipendi pale. Baada ya siku bebe maneno, useme nani ndo alisema. Acha niwaambie, kwanza nyinyi ndo mnafanya mpaka biashara zingine haziendelei. Uje pale, uketi, karibia masaa manne. Masaa manne kwa biashara ya mtu wafanya nini? Hata we mwenyewe, masaa manne, masaa matatu. Stories za aina gani hizo? Stories zenye haziwezi kusubiri. Tuambieni ukweli. Wajua rafiki yako hawezi kuambia nani usikuja, naona utasikia vibaya. Anaona akikwambia labda waweza mchukia, waweza kosa kuongea naye, lakini kama sisi watu wa biashara hatupendi story kwa biashara. Wajua at least hapa TikTok ndo tunaweza kuelimishana. Tunaweza kuambilishana hivi na hivi. Lakini nakwambia ni ukweli, huwa hatupendi marafiki wa umbea na story kwa biashara. Ukikuja, njoo uje ufanye kitu yenye imekuleta. Nisikize vizuri, fanya kitu yenye imekuleta dukani. Lakini story zako, kaa nazo. Hatutaki story wakati wa kazi. Kwanza kazi inatupeleka mbio. Tunafikiria, tutachukua stock saa ngapi, tutaweka records. Alafu wewe, unakuja, unakaa masaa manne, masaa matatu. Alafu wajua, kuna baadhi ya customer, wakija wakipata watu mko kama 4, 3 kwa biashara, hawawezi nunua, kwa sababu wanaogopa. Hata kama ni kupima nguo, msichana yuko free kutoa nguo zake apime, au wengine mkimkodolea tu macho. Mimi nasema hivi, kama wataka kuniona na wataka kupiga story na mimi, ni text WhatsApp. Sina time, sina muda. Niambie niko na roho mbaya, na roho mbaya. Simu yangu, lakini sitaki story kwa biashara. Full stop. Kaa kwa mstari yako, kaa kwako. Wewe ni nani kija kazini kwako kupigisha story? Hatupendi hivyo, hatupendi.